Hi, this time Mr. Teacher. I'm Teacher of Man. Alright, today's lesson, this one is common expressions with the to as a preposition. Right? Tuko katika mwendelezo wa topic yetu ya common expression with the to as a preposition. Misemo maarufu ambayo ina to kama preposition. Hii to bana huwa inafanya kitendo kuwa na ing. Jirani. Inakuwa complicated kwa other students, kwa baadhi ya wanafunzi huwa inachanganya, so tumekusanya misemo maarufu, lakini pia tunapata faida ya kujua kwamba hii to inatumika kama ni mbele kitendo kinakuwa katika hali gani, kinakuwa katika hali ya ing. Right? Common expression with the to as a preposition. So today expression is be dedicated to. Be dedicated to inatumika kuonyesha nguvu, bidii na moyo kwenye jambo fulani, kuonyesha nguvu, bidii na moyo kwenye jambo fulani. Right? Kama unakifanya kitu ni kwa moyo na bidii, na kile kitendo kwa moyo lakini pia kwa bidii. Right? So tuna structure how to use be dedicated to. What the expression of be dedicated to, we use structure says we start with the subject. Taanza na mfanyaji, mtendaji jambo, right? Plus be, tuna plus pale be. Kwenye be kawaida be inanyumbulika, tulishasomaga be. Kwenye present kuna am, are and is. Katika past kuna was and were. Katika future kuna shall be and will be, right? So utaitumia be yako kulingana na nyakati yako unayoitaka. Kama ni present tumeweka pa katika mabano kuna is na are. Katika past kuna was or were, ni katika past tense. Future pia utatumia katika shall be or will be. Kwa hiyo tutatumia neno letu katika nyakati ambao unahitaji, lakini jua tunatumia kwa mfumo wa be, na be tushaisoma. Alright, after be means am, are, was, were or shall be, will be, we plus dedicated. Tuta plus word letu dedicated to. After word to, right, this one is a to preposition. Kawaida to tunaongeza pale infinitive verb, inakuwa present verb or infinitive verb. But this one is to preposition. Kanuni ya to preposition, mbele basi inatakiwa iwe noun, au kama ni kitendo kiwe katika hali ya jirani. Jirani ni kitendo ambacho kipo katika ing form. Right? So huo ndio structure how to use expression be dedicated to. Tutaanza na subject, mtendaji be. Katika be ndani yake kuna was, were, is, are, shall be and will be. Right? Tuna plus pale dedicated to. Katika baada ya to pale tunabidi tuweke noun, jina or jirani, verb ambao kama ni kitendo kiwe katika hali ya ing. Examples. The first one, they're dedicated to helping poor children. Right? They're dedicated to helping poor children. Wanajitolea au wanaonyesha bidii kuwasaidia watoto maskini. Wanaonyesha bidii, yani wanajitoa kwa moyo. Right? Wanajitolea kwa moyo kuwasaidia watoto masikini. Number two, I'm dedicated to learning new skills. I'm dedicated to learning new skills. Najitoa kujifunza study mpya, kujitoa kwa moyo na bidii. Our teacher is dedicating to making sure we understand. Right? Our teacher is dedicating to making sure we understand. Mwalimu wetu anajitoa kwa bidii na nguvu kuhakikisha tunaelewa. Right? Anajitoa kuhakikisha tunaelewa. Number four, she is dedicating to her job as a doctor. Right? Anajitoa kwa moyo katika kazi yake kama daktari. Anafanya kazi kwa bidii katika kazi yake ya udaktari. Number five, he is dedicating to building a successful company. He is dedicating to building a successful company. Right? Anajitoa kwa moyo kutengeneza kampuni yenye manufaa. Right? Number six, the last one, we are dedicating to working as a team. Tunajitoa kufanya kazi kama team. Tunajitolea kwa bidii na nguvu na moyo kufanya kazi kama team. That's for today. This is how we say, this is how we write, and this is how we speak. So practice, tumejifunza be dedicated to, kujitoa kwa nguvu, jitihada na moyo katika jambo fulani. Right? The next lesson is new expressions, so don't miss it. Thanks a lot for being with me.